Bwana Yesu akusaidie asubuhi ya leo. Walipodumu katika mafundisho ya mitume na nini nyingine, na katika ushirika. Ushirika njoo tunakaa pamoja. Nikisema uambie mwenzako tusiache kukusanyika katika ushirika, na unamwambia naye anasikia sauti yako. Ushirika ni wakati tunatoka katika ibada, kila mtu anampa mwenzake mkono, anamsalimu habari ya semeni bilipitika alafu ile ndio ushirika. Ushirika ni kukusanyika katika vikundi vidogo vidogo. Ninawapenda nyote kwa sababu hapa mumeelewa kazi ya vikundi vya kukutanisha watu, lakini msiko mnakosa kuomba mbele mnakutanana. Ushirika wa meza ya Bwana. Wakristo wa Kugabo tuko statistiki tuko tunapanda iko 1500 mambo. Wakristo wa kanisa hili wako 1500. Roho ya ushirika na kurudi kwa meza ya Bwana tukiifanya le 4 kama le 5 Februari, tuone wito wa kwanza. Kama kuna vizuizi, njia ziko wazi za kuviondoa. Hili si ça que sur 1500 tunapata esheki. Mwezi huu wa kwanza utakao kuna meza ya Bwana wawe zaidi ya 615, ili kwamba vile vikombe tunavyokunyia tuongezee vingine. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi walidumu katika ushirika na katika kuvunja mkate, lakini pia waliomba. Vendredi na kuanza mchana ya maombi kuanza saa 2 mpaka saa 5. Mafundisho na maombi njoo inaweka Mkristo. Ukikosa maombi na unakosa mafundisho, shetani atakugonga tu, anakuangusha. Mafundisho mengine yatakuja yanakugonga na kuangusha. Kila mtu atakuletea ujumbe na unabii, utaanguka. Haujengwe juu ya neno la Mungu. Bwana Yesu tusaidie. Nataka nimalize nikionyesha kwamba Mungu anataka watu wanaokusanyika. Tukikusanyika tunatoa sadaka. Tukikusanyika tunaonyana. Watu wengi hawakuji kwa ibada kwa sababu wanachukia waonywe. Neno la Mungu likihubiriwa wanasikia wanakwazika, ijapokuwa mhubiri hajui probleme zake, hajui maisha yake, lakini yeye anasema kwa niaba ya Mungu. Lakini watu hawataki. Na mkiona watu wengi hawataki kaa kwa viti vya mbele, sijui kama mnaona vipi. Watu wengi hawataki kukaa kwa viti vya mbele. Hakuna probleme nyingine, kuna shida za kiroho watu wako nazo. Kuna shida za kiroho watu wako nazo. Kiambia mtu aikae kiti ya mbele ni kama unamblese. Ukimwambia mtu aikae katikati ni kama unamtatiza. Anataka awe swati kwa mwisho au kwa mwisho mwingine. Anataka labda awe kwa kiti cha katikati au cha mwisho. Kuna shida ya kiroho. Haiko hivi. Kuna mambo ambayo yako katika mtu. Kama tumetia ekra ya Mungu pale isome watu, ni kama watu wangeona hiki ndio kinatoka sirika lake ya kwanza, hiki ndio kinatoka sirika yake mkatikati, hiki ndio maana sirika yake kwa mwisho, hiki kila mtu ana neno linamfuata. Bwana Yesu atusaidie. Alafu tunaonyana, kuonya. Wengine wanaogopa kuonywa, kama mhubiri akimwangalia. Mhubiri hajui mtu, mhubiri anajua tu neno la Mungu, lakini mwenyewe anajua mtu ni nani, mwenye neno. Haleluya! Anayejua mtu mwenyewe ni mwenye neno, na yeye anazungumza naye. Tunakumbushana neno la Mungu kila mara tunapokutanana. Pia tunakumbushana kwamba kurudi kwa Kristo ni karibu. Amen, amen. Kurudi kwa Kristo ni karibu. Ile usisahau, kila mara tunakumbushana Yesu yu karibu kurudia. Tengeneza maisha yako, usibaki katika dhambi na usiache kukusanyika na wengine. Lakini pia tunatiana moyo. Mwenye alikuwa mgonjwa anaombewa, ugonjwa wake unaisha. Mwenye alikuwa hawezi anawezeshwa na wengine kwa njia ya kutiana moyo. Neno la Mungu linatia moyo.